Oscar, mambo vipi? Poa, inakuaje? Safi safi, uko fresh? Niko fiti. Habari ya uzima? Inshallah Mwenyezi Mungu anasaidia, bado tunapambana. Pambano anaendelea. Anatupambania. Okay, tuanze na swala zima la Ahmed Ally na mchambuzi Hans Raphael. Kwanza hili sakata limekaa, yani tunaweza kusema ni kama kupisha upepo fulani hivi ambao unakuwepo. Ukiangalia Hans Raphael hajaanza leo haya mambo, kwa maana kwamba alisha posti mara nyingi sana huko nyuma kuhusiana na Mpanzu, lakini juzi kati hapa ndo akaja na ile kwamba akaenda direct kwamba bwana Mpanzu yeye ana mapenzi na Young Africans. Lakini ukiangalia ni kweli, yawezekana wachambuzi wengi wao wanasema kwamba mchezaji fulani moyo wake haupo kwenye ile timu, lakini hawawezi wakasema direct kwamba ana mapenzi na timu nyingine. Na hii hapa mara nyingi ni unaweza ukasema vile afu ukawagombanisha na wale waajili wake, kwa sababu ukija ukiangalia timu zetu hizi za Kariakoo, mfano sio mfano, yani hizi kwa zamana Simba na Yanga, mara nyingi sana mchezaji usipofanya vizuri alafu ikaonekana una interest na timu nyingine hasa pinzani, kwa maana ya mtani wake aidha ni Simba au Yanga, mara nyingi sana kuna mambo yanaweza yakakukuta, aidha hata ukajikuta yani kwenye ile relegation ya kutolewa pale kwenye ile timu. Mfano ilikuwa ni dabi ile ya bao 5 ile, wakahusishwa kina Kratos Chota Chama, Manula kwamba wameuza mechi. Uliona kilichoenda kutokea. Manula baada ile mechi hakucheza tena. Kratos Chota Chama baada ya ule msimu kuisha akahamia kwa mtani. Kwa watu wakaenda moja kwa moja kwamba Kratos Chota Chama aliuza mechi. Kwa ukija kwa Mpanzu ambaye saizi kidogo performance yake imeshuka kidogo, sio yule ambaye alianza msimu na sio aliyemaliza msimu. Kwa ukija kuangalia anavyocheza alafu ukahusisha na hili swala, lazima automatic utamwekea mgogoro na waajili wake. Kwa hiyo nafikiri Hans hakuwa sahihi, yani hakuwa sahihi sana. Na wewe siwezi nikasema labda namkosoa sana, ila hakuwa sahihi sana kusema kwamba Mpanzu ana interest zaidi na Yanga kuliko timu yake, hasa waajili wake wa sasa. Lakini kwa Ahmed Ally kukosoa, yeye amefanya kazi yake kama msemaji wa timu, kwa sababu ukiwa ni PRO, kwa maana msemaji wa timu, siku zote unakuwa unatetea maslahi ya kampuni yako. Iwe imefanya vibaya, lazima utoke in front kusema, na ikiwa imekosewa lazima utoke kusema. Kwa hiyo yeye ametoka kama msemaji wa timu, kwa maana kwamba ameenda kusema kile kitu ambacho Mpanzu amesemwa. Na ukiangalia pale amekuja kuhusisha masuala ya personal ambayo Mpanzu yamemkuta. Kwa hiyo ukija kuona, unaweza kusema kwamba Ahmed Ally ndo ana pointi za maana, kwa maana Mpanzu anasema alifiwa na mwanae. Kwa hiyo mara nyingi sana sio kila mtu anakuwa yupo vizuri katika kuhandle matatizo ambayo yuko nayo. Kwa hiyo Mpanzu kama amefiwa na mtoto wake, maana yake psychologically hayuko sawa. Kwa hiyo kitu ambacho alikuwa anatakiwa kukipata ni kupata mwana saikolojia ambaye atamrudisha kwenye reli, kwa maana aendelee kuwa na makali yake yale ambayo yuko nayo. Kwa upande wa Yanga kidogo tunaona kuna mwanga wa kutinga hatua ya robo finali katika mashindano ya CAF. Vipi kwa upande wako, unaiona Yanga katika upande gani? Kwanza tunasema kuna west case na east case. Kwa maana nikisema west case, kwa maana kwamba ile sisi yani wale wamefanyaje ambao ni wapinzani ambao wanaweza akafuzu na Young Africans. Lakini east case kwa maana kwamba sisi kama timu tumefanyaje inapokuja swala la sisi kutaka kufuzu. Tukija kwa upande wa nimesema west case, tukija kwa maana kwamba wao, kwa maana Farabat na Al Ahly, hapa tunahitaji Farabat kwanza afungwe. Umeona, afungwe, halafu kufungwa kwake, kwa sababu ana advantage ya bao moja, kwa maana ana positive moja kwenye msimamo, alama 5 na positive moja ya goli, wakati Young Africans ana alama 5 na negative 2, kwa maana ana bao 2 ambazo amefungwa, ambazo yeye hana kama advantage. Kwa hiyo tukija ili tufuzu, si kama Young Africans, inahitajika kwanza tushinde kuanzia bao 2, ikiwa Farabati afungwe kuanzia bao 3, kwa maana awe afungwe bao 2, iwe ile kudidimiza ile moja ambayo iko nayo, halafu afungwe bao moja, endelee awe anadaiwa bao 2, halafu sisi tufunge kuanzia bao 2, kitu ambacho ukiangalia hata mchezo wa kwanza uliopigwa ule kwa JC Kabylie ni kwamba
sio mnyonge kiasi hicho kwamba naye anaweza akaja akafungwa vile ambavyo imekuwa. Na ukiangalia kama mara mbili Young Africans mechi za maamuzi amekuwa ni mzito sana, lakini alishaifanya hivyo dhidi ya CR Belouizdad akafanya wonders, bao 4-0 anashinda, anafuzu kwenda hatua inayofuata. Lakini mwaka jana kama nakumbuka dhidi ya US Ismail alishindwa kufuzu, apate bao moja tu alishindwa kufuzu. Kwa hiyo yawezekana Young Africans akafuzu, lakini nafasi ya yeye kufuzu na kuto kufuzu ni ndogo sana, na hasa inategemeana, kwa maana sana sana hii worst case ambayo wale kule watatokaje ule, kwa sababu Farabat akipata hata sare, Young Africans hata akishinda bao 100 hawezi akaenda popote. Na kingine size CAF wana ile bao la ugenini, yani kama kwenye michezo yako wewe umefunga bao la ugenini linakubeba zaidi. Na ukiangalia Young Africans michezo yote aliyocheza afunga bao akiwa nyumbani, hajafunga bao akiwa ugenini. Kwa hiyo kama Farabat kesho atacheza dhidi ya Ahly akafungwa hata 4-1 Young Africans akashinda, basi Young Africans yafuzu, kwa sababu kutokana na ile nguvu ya bao lile la ugenini ambalo hawa Farabat wako nalo. Lakini ukija kwa Young Africans, kitu pekee ambacho wao wanatakiwa kufanya ni kuhakikisha tu wanashinda mechi yao, na ushindi wao ndio hivyo, uanzie bao 2. Kama hawatashinda, manake watashinda tu bao 1, bado haiwezi ikawabeba ikiwa Farabat hata akifungwa na Ahly. Unadhani makosa yapo wapi sana sana ambapo mpaka ameiweka Yanga katika hali hiyo hapo? Huwezi kusema yani ni kwa sababu mchezo wa CAF Champions League na CAF Confederation Cup mara nyingi sana kwa unakuwa na hesabu target sana sana upate alama 9, japo inaweza ikatokea ukapata alama 9 na usifuzu. Mfano grupu la Azam wana alama 9, Azam na Maniema, sawa, lakini ikitokea kesho wote wakashinda wakawa na alama 12, Azam wafuzu, kwa sababu Azam atakuwa na alama 12, lakini head to head yeye na Maniema alifungwa bao 2, yeye akashinda bao 1. Kwa hiyo ukija kwa Young Africans walishindwa kucalculate hesabu zao vizuri, na mara nyingi hapa watu nasema hakikisha umeshinda michezo yako ya nyumbani, lakini ukiangalia walitoka sare dhidi ya Ahly, wakashinda na Farabat, wakatoka tena sare. Kesho wanakuja kumaliza tena mchezo wa nyumbani, kwa hiyo inabidi washinde ili wahakikishe wana alama 8. Kwa hiyo unakuwa kwenye zile hesabu sana sana za kufuzu kwa alama 9 inakuwa ni ngumu, kwa sababu anakuwa na alama 8. Na ukiangalia hata kwa kwenye hizi CAF hivi misimu hivi karibuni, msimu wa 2021 22 23 timu iliyofanikiwa kufuzu kwa alama 8 alikuwa ni Young Africans mwenyewe, ambaye alifuzu akiwa na alama 8 akiwa na mchezo mkononi, lakini kesho anakuwa na alama 8 hana mchezo tena mkononi. Kwa hiyo kwa CAF Champions League mara nyingi, hata Confederation mara nyingi, ili ufuzu lazima uwe na alama kuanzia 9, na hapa mara nyingi wengi ndio wanafuzu wakiwa na alama 9, lakini alama 8 ni Young Africans peke yake ndio ambaye alifuzu na alama 8. Inawezekana kesho akashinda na akafuzu kwenda robo finali, akawa ndio timu pekee ambayo iliweka rekodi yake mwenyewe na akashinda mwenyewe.